Rafiki zangu sikilizeni, si kawaida yangu ya kusema kabla sijasalimia. Ile usiku nikiwa nimelala, nimeota ndoto yenye masikitiko sana. Ni ndoto gani mbona hautulii? Naona wateseka na si kawaida yako. Ni ndoto ya kule juu mbinguni, nikiwa mmoja wa washindi wa dunia. Nilipokuwa pale, nikaona watoto wadogo, mabibi na mababu, ndo wakaaji wa mbinguni. Nikadhani wametutenga makundi, nikazunguka zunguka, sikuona kundi lingine. Ndoto yasikitisha sana, ndoto yasikitisha. Ina maana haujatuona, sijawaona. Sisi watumishi wenzi, Sijawaona kama hujatuona. sijawaona. Ndoto yasikitisha. Ina maana haujatuona, sisi watumishi wenzi. Ilikuwa sherehe kubwa sana, na kwa kweli iliandaliwa kwa kiwango. Wakatenga viti kulingana na vyeo vyetu, wachungaji, wazee wa kanisa, sisi waimbaji na wengine. Mwandaaji wa sherehe alikuwa nani? Na lengo la sherehe lilikuwa nini? Mwandaaji alikuwa Yesu mwenyewe, lengo kuwapongeza walioshinda dunia. Alitoa kadi nyingi za kutosha, lakini kinachoshangaza wengi hawakuchukua. Nikadhani kadi hazijawafikia, kumbe hawakujali mwaliko wa bwana harusi. Ni jambo la sikitisha, jambo la sikitisha. Kama hawakuitikia wito wa bwana harusi, kumbe waliupata, ila wakapuuza wito wa bwana harusi, ndiyo maana hawakuwepo. Baada ya ndoto hiyo nimekumbuka, tumepewa kadi wote za mwaliko za kuihama dunia yenye matatizo, na kila mmoja wetu amepata kadi yake. Mbona sisi kadi hatujapata? Zapatikana wapi? Na sisi tujichukulie. Hizo kadi ni neno lake Mungu linalotusihi tuyahamia dunia. Muda mwingi tumeupoteza sana kwa mambo yasiyo mpendeza Mungu. Ndiyo maana tusipojirekebisha, ndoto ile yaweza ikatimia kwetu. Ni bora tujirekebishe, ni bora tujirekebishe.
tusije tukaachwa humu duniani. Tuache mambo yetu, tufanye mambo ya Mungu, hatimaye tutashiriki kwenye ile harusi kubwa. Ni bora tujirekebishe, ni bora tujirekebishe, tusije tukaachwa humu duniani. Tuache mambo yetu, tufanye mambo ya Mungu, hatimaye tutashiriki kwenye ile harusi kubwa.